Tuseme sheria inasema ya Kenya ya kwamba uko na haki ya kupigania kiti kama uko na kesi kotini na haijakamilika mpaka Supreme Court. John Weluke alifungwa 74 years. Akiwa amefungwa akawachiliwa na board. Akasimama kiti ya Sirisia akapita. Akaendelea. Court of Appeal imemuondolea kesi. Kama sasa angekatazwa kusimama kwa sababu alikuwa na kesi, alafu Court of Appeal imeondolea kesi, angekuwa amenyimwa haki yake. Kwa hivyo sheria yetu inasema kama huja exhaust the legal mechanisms, yeah, you are free to fight for any office. Kesi ya Rigathi Gachagua hata haijaanza, itaenda high court. Kama haitaenda vile ninataka ama vile serikali inataka, iende Court of Appeal. Kama haiendi vizuri tuende mpaka Supreme Court. Kabla haijamalizika na Supreme Court, Rigathi Gachagua atapigania kiti cha urais na atashinda. Na kura mingi sana. So utaomba kiti cha urais? Si ndio. Kwani naomba na kina nani? Si wanaume naomba. Make me understand hii campaign iko vipi, kwa sababu ni kama nyinyi wote mnataka kiti ya urais. Martha Karua pia amesema anataka kiti ya urais. Kalonzo anataka kiti ya urais. Kila mtu anataka. Mimi napigania kiti cha urais. Martha Karua anapigania kiti cha urais. Kalonzo anapigania kiti cha urais. Matiang'i anapigania kiti cha urais. Eugene Wamalwa anapigania kiti cha urais. Na tunaendelea kutafuta kura. Pale mwisho tutaongea. Na sisi tutasikizana, tutawachia mtu mmoja. Wasipokupatia wewe, hakuna shida, nitaunga mwingine mkono. Lazima huyu jamaa aende nyumbani. Lazima ile formula ambaye tutaona tunafaa. Unasikia? Kwa sababu hii Kenya lazima tumalize ndugu yangu. Lazima turejeshe Kenya uchumi. Na hii haiwezekani kwa mtu akipata kiti. Kwa hivyo mimi sitajipenda. Mimi ni mgombea kiti cha urais. Matiang'i ni mgombea kiti cha urais. Kalonzo ni mgombea kiti cha, lakini tumesikizana ya kwamba pale tutakaa pamoja. Pale mwisho tutaketi chini na tutaweka hesabu kwa meza. Wewe Rigathi umekuja na nini? Wewe Kalonzo umekuja na nini? Wewe formula hii nzuri. Tushinde round 1 na 70+1. Sije mpaka 70+1.